Kwa Meru wamebadilisha jina, wanasema ati Sofia. Sema ni sawa. Si majina ni ya kupewa. So east and west tukasema hapana. Akigawanya mlima east and west utapata shida. Because 1992 tulisimamisha Mwai Kibaki, akapigiwa kura na watu ya Embu, Meru, Nyeri, Laikipia, Nyandarua. Matiba akapigiwa Murang'a, Kiambu, Nyeri, Nakuru. Kura yao ikiunganishwa 2.5 million. Moi akapita katikati na 1.9. Tukasema hatuwezi kubali agawe mlima. So tukakaa ngumu. Sasa tukasema hapana, juu ya hayo wacha tutafute makazi ni wetu. Ile gema ilikuwa Gikuyu, Embu, Meru Association. Hapo mbeleni ilikuwa Kamba. Ikatolewa. Wakamba wakakaa kando. Sasa tukasema Wakikuyu, wa Embu, wa Meru na Wakamba tumeenda hasara kubwa sana kwa sababu hatuketi pamoja. So ile A ya association tukatoa. Tukalete nini? Sasa hiyo ni Mount Kenya South. Sasa mlima imeshikana kama simiti. Yeah? Imeshikana kama Gikuyu, Embu, Meru, Akamba. Na tumeenda hasara kama familia because of not sitting together kupanga mambo yetu. So tukiwa hapa leo cousins, tunastaka kutangazia Kasongo. Ukipanga maneno yote unapanga, ujue kura yote ya mlima ya Gikuyu, Embu, Meru na Akamba itawekwa kikapu moja. Na hiyo kura tutaungana na watu ya Western, tuungane na watu ya Coast, watu ya Rift Valley, watu ya Kisii na kila mtu. Na any time Gikuyu, Embu na Meru na Wakamba wamepiga kura kikapu moja, tulipiga the same 202, Rais Mwai Kibaki akakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. This coming election, kura ya Gikuyu, Embu, Meru na Wakamba itaunganisha Wakenya wengine na ndio itatoa rais wa 6 ya Jamhuri ya Kenya. Nitoi kuidhania? Eh? Baitu moyaseo? Moyaseo wengi? Tuwe hamwe? Tule ki? Ni hau? Iko swali? Si Kalonzo wako hapa? Si Muturi yako hapa? Si niko hapa? Sasa tukienda kutafuta kasi ni wetu wa Marwa iko makosa? Tukienda kutafuta kuzo wetu Matiang'i iko makosa? Lakini kwanza tukae kama family? Na nimemwambia Kasongo, wewe unataka kuingilia mambo yangu na Kalonzo. Keep off family matters. Wachana na mambo ya familia. Si Kasongo wako na watu yao? Si yako na watu yao? Familia yetu wanauliza nini? Eh? Akwende. Achane na familia yetu. Ati sasa wanapanga kwenda, ati wakienda Ukambani, ati wanasema Kalonzo ni mtu mzuri lakini anakaa na mkabila. Wewe unaambia Kalonzo mambo ya kazi ni yake? Unafikiria sisi ni wajinga? Ati wewe unafikiria unaweza tenganisha familia? Sisi Wakamba na watu ya Gema ndio tulijichanganya kwa kukosa kuongea kama familia. Sasa tumechanuka, tumerefuka. Familia ichanuke isichanuke? Ierefuke isierefuke? We are one family. And our family, the Gikuyu, Embu, Meru and Akamba, will reach out to our cousins from the Mlembe Nation, our cousins from the Gusii Nation, our cousins from the Mijikenda, from the Taita, from the Taveta, our in-laws wa Masai, our friends ya biashara wa Somali, marafiki yetu wa Jaluo. Tutatafutana na hii watu yote, lakini we will look for them as a family. Tutatoka nje kama familia tukienda kutafuta wengine. Na mimi hiyo ndio yangu. Na mimi niko hapo. Na nilimwambia MCA juzi, yule nataka kuchaguliwa hapa na Wakamba hataenda kuwa minority katika county assembly ya Murang'a. We are one team. Tutakuwa chama moja ndio tukue majority katika national, katika county assembly. Siko namna hiyo?
DCP, Wiper, DP, we are one team. Si ndio? Hata Bishop umesema kuna mtu yako anataka kusimama. Anasimama na chama gani? DCP. Eh? DCP. Wewe ni mtu ya DCP? Yeah. Bas. Haiko namna hiyo. Sasa nikimalizia niseme two things. Sio tumemaliza ya familia. Our family is intact. Our family is solid. Our family is talking indoors. Siamushietike. Yeah? Our family is more than united ever. There has never been such integration between the Gema communities. And nobody will come between us and the Akamba nation. And we'll make sure Kiongozi Kalonzo Musyoka and myself as the leaders of the two communities must bring our family together. And when we stay that way, we are okay. And we are safe. Na hakuna mtu ataweza sisi. So wewe Kasongo na watu yake muache fitina. Na muachane na familia yetu. Wewe enda tafuta familia yenu. Si ndio? Ako na familia yao huko Sudan. Aende watafutane. Si ndio? Si kila mtu atafute watu yao. Sasa nimeona huyu Kasongo, sisi watu ya mlima tulimchagua, tukampatia kura zetu. Akatusaliti, akatuangaisha, akatuumiza. Ametusumbua Nairobi na bomoa manyumba ya watu wetu. Amefuta watu wetu kazi. On top of that, matusi. Juzi ametuma waziri moja pale Nakuru kutukana jamii yetu. Huyu waziri ndio mwenye kuuza madawa ya kulevya katika Jamhuri ya Kenya. Sasa mimi nasema wewe mtu ya kuuza madawa ya kulevya, who are you to lecture the Kikuyu community about their issues, about their leadership? Wewe unazungumza ukiwa nani? Wewe kazi yako ni kuuza madawa ya kulevya, umeua watoto wetu, umeharibu maisha yao. Alafu unaenda Nakuru atikuambia ati jamii wa Kikuyu ati vile wanatakiwa kukaa na vile wanatakiwa kujipanga. You have no moral authority to lecture our community on their issues and their leadership. Unajua siku Kasongo alileta hiyo mtu kwa baraza la mawaziri. Nikamuuliza, wewe Kasongo, mimi umenipatia kazi ya kupigana na madawa ya kulevya na pombe, na mimi nang'ang'ana. Mbona umelete mtu anauza madawa ya kulevya kwa baraza la mawaziri? Sasa kama anaketi na sisi kwa baraza la mawaziri, tutapigana namna gani na hii vita? Akanifukuza. Akaenda hapa mlimani akatafuta mwingine ya madawa ya kulevya akalete. Sasa katika baraza la mawaziri iko watu wangapi? This is the only country in the world where two drug barons sit in the cabinet. Serio? Sasa wewe Kasongo, hata kama unachukia hii watu ya mlima kiasi gani, mbona unatutumia mtu ya kuuza ya madawa ya kulevya kuja kupatia sisi lecture on how to arrange our issues? Wewe mtu ya madawa ya kulevya, endelea. Nasikia unataka kuwa deputy ya Kasongo, ndio muuze madawa na yeye. Na kama atachukua wewe kama running mate, kazi yetu itakuwa rahisi sana. Presidential candidate ni mwizi, running mate ni muuzaji wa madawa ya kulevya. Uchaguzi umeisha au hujaisha? Eh? So wewe nikwambie mtu ya madawa ya kulevya, instead of lecturing us, the Kikuyu community, be prepared next year in November. Tutapeleka wewe jela na kukushtaki kwa kuharibu watoto wetu. Finally, why are we saying Ruto is one term? Why? Ameharibu masomo, si ndio? Masomo tulipewa ya bure na Mwai Kibaki, ameharibu aje haribu? Mambo ya matibabu alileta mnyama anaitwa SHA. Inafanya kazi? Baba askofu hapa ameomba sisi. Amesema ako na shida, mtoto ya kwake ako na shida ya bill kwa sababu SHA is not working. Sasa wewe Kasongo anasema SHA is working. Archbishop ameongea hapa kanisani, ambaye amemwagiliwa mafuta, ako hapa madhabahu, anasema SHA is not. And I think viongozi lazima tutamsaidia baba askofu. Nikiwa tu hapa,
ujue SHA is not working. Tukicheza hapa, mama moja amepenya hapo security ameletea mimi card. Now you know that is the situation across the country. Ruto na Duale wanasema SHA is working. Lakini katika kila kijiji Saturday and Sunday ni harambe ya pesa ya bill. Kweli ama uongo? So mama moja ameletea kadi hapa. Sema Honorable Rigathi Gachagua, we humbly invite you to a fundraising ceremony to raise 4,168,000 in need of support of our daughter Rebecca, who urgently needs a cochlear implant in brackets head surgery at Nairobi Hospital. Rebecca has been battling inner ear damage on her right ear and a large growth located in the inner cornea eye, which has greatly affected her health and quality of life. The condition has progressively worn out her right side ear and left her unable to hear, making the surgery critical and life-changing. The fundraising ceremony will be held. Sasa, this is the reality of what is happening in the country. So Kasongo ni muongo wakiwa na Duale. Wanasema SHA is working. Kila weekend ni hara? Siko namna hiyo. So mtusaidie tufukuze hii jamaa. Mtatusaidia? Yeah? Finally, sisi tulifanya makosa na mnisamehe. Tulikuwa natafuta kiongozi, tukachagua mfanyabiashara. Huyu sasa amenyang'anya wa biashara wote biashara Kenya. Ako kwa kila sekta ya biashara. One, ameingia manufacturing. Ako na kampuni 2, manufacturing steel. Amenunua Baburi Cement. Amenunua kampuni ya tiles. Na ndio ameweka very heavy tax on imported tiles. Ndio kampuni yake iuze tiles yote katika Jamhuri ya Kenya. Chuma, simiti na tiles. Ndio anasukumia sisi affordable housing kwa sababu ndio anauza chuma na simiti na tiles. Wafanyabiashara wote walikuwa manufacturing ya cement, steel, tiles amewaua. Ametoka hapo ameingilia medical business. Saa hii anajenga, anataka kuchukua Nairobi Hospital. Ile hospitali ya kifahari. Jana all the board members of Nairobi Hospital wamekamatwa. Wamekuwa wakisukumwa wabadilishe sheria ndio Kasongo achukue Nairobi Hospital, wakakataa. So polisi wametumika, wamekuwa rounded up wote. Wamefunguliwa different police stations, watashtakiwa kesho na mashtaka ya uongo, ndio walazimishwe wajiuzuru, waweke bodi mpya, ndio William Ruto achukue Nairobi Hospital ikiwa hospitali yake. Yeah? Nairobi West Hospital ni yake. Na ndio aliua ile hospitali ya Mishra, ndio yake ivume. Ameingia biashara ya insurance. The police insurance scheme ni yake. Ile insurance scheme ya civil servants ni yake. Ako kwa insurance. Ametoka hapo ameingia mambo ya masomo. Anajenga university in Eldoret. So anataka kuua Moi University, ndio university yake ipate watoto. Ametoka hapo aliingilia mambo ya Fuliza. Fuliza ni yake. Alichukua kutoka Safaricom. Ametoka hapo amechukua E-Citizen. Ako na 80% shares ya E-Citizen. Ametoka hapo mambo ya hospitality, mahoteli. Ameweka mahoteli Taveta, Mombasa, Amboseli, Samburu National Park, kule Mara, Masai Mara, hata amefuga mto ile wanyama wanapitia. Kazi yote ya conferences and seminars and workshops ya serikali inapelekwa hoteli yake ya Weston. Ametoka hapo ameingilia mambo ya banking. Amenunua benki inaitwa Sidan, ambaye pesa yote ya housing, affordable housing, pesa ya SHA, County Government of Nairobi, ametoa hiyo pesa yote kwa mabenki ya serikali kama KCB na National Bank, ameweka kwa Sidan Bank. Hiyo bank every day inatengeneza faida ya 21 million.
na nia yake ni kupeleka pesa yote ya serikali Syrian Bank, ndio auwe benki zote za serikali, ikuwe benki yake ndio imesimama. Ametoka hapo, ameingilia biashara. Hoteli ya Tuju amenunua kupitia watu yake akina Chebet. Jana polisi wameenda pale, unajua wanasema hata punda ukipaka rangi ya zebra saa ya kulia Italia nini? Na ndio huyo kaso zidio unajua tulikuwa na yote amepeleka Kenya Power, kwa sababu mtu ya kabila yake ndio MD, yeye ndiye ana supply ICT equipment yote Kenya. Ametoka hapo, ameingia mambo ya military hardware katika jeshi letu ya nchi kavu, ya maji na ya hewa. All the military hardware Kasongo ndio mwenye kusupply. Wafanyabiashara wote wamefilisika. Ametoka supply. Wafanyabiashara wote wamefilisika. Ametoka hapo, biashara ya dhahabu anafanya na mtu anaitwa Hemeti ambaye ni muasi huko Sudan. Sasa dhahabu inaletwa Kenya, inasafishwa, inapelekwa Middle East. Naye anapatia hao buduki, naenda kuua wamama na watoto. Na ndio majani chai ya Kenya imekataliwa kwenda Sudan, kwa sababu Sudan wamesema William Ruto ameingilia mambo ya Sudan. Hiyo haitoshi, ameingilia mambo ya madini, minerals. Amefanya research, kila shamba yote iko na madini amenyakua. So minerals yote ya Kenya ni yake. Ametoka hapo. Ujue hii mtu hatumuelewi. Ameingilia mambo ya importation of sugar and rice. Pale Mwea tuko na shida, Kasongo ameshikana na watu, amelete mchele kutoka nje. Factory ya sukari ya Mumias, ya Nzoia, Chemelil, Muhoroni amenunua. Watu ya Western wameumia. On top of that, amefukuza Wakipsigis kwa shamba, Wakipsigis. Pale inaitwa Angata, pale Kirigoris, anajenga factory ya sukari. From there, ameingilia mambo ya ukulima pia. Shamba ya Egerton University amechukua, analima ngano. Shamba ya Moi University amechukua, analima ngano. So kila kitu kwa hii Kenya, NTSA amechukua na watoto yake, ameleta formula ya kulipisha fines. Hiyo pia ni biashara yake. Mambo ya mafuta, petroleum, petrol and diesel, yeye ndiye analeta kitu inaitwa G to G. Hata ile iko Turkana amechukua. Lakini ile naaibisha ni ile biashara ya mtu ya kawaida ya matatu pia amechukua. Na watoto wake matatu ya Nairobi wanachukua. So ndio tunasema sasa, huyu mtu akirudi kwa bahati mbaya, mkilete mchezo, mkose kuchukua kura na kujitokeza, atauza Kenya na atafute proxies ajiuzie Kenya. So mjue kura inaanza kuchukuliwa 29th. Mjiandikishe. Kila mtu, watoto wa Gen Z, wamama, wazee, wafanyabiashara, tuamke mapema. Hii mtu aende nyumbani. Asipoenda,
nyinyi mtavaa vinyasa. Na hii Kenya atauza, atajiuzia, atatafuta Wahindi awapatie na ni yake.